Mpe na yeye nafasi afike kwanza. Alafu na wewe unamsubiri anapumzika, kama kuna korosho pembeni mnakula korosho zenu, virutubisho vya kuongeza zile nyege. Kuna vitu chungu mzima vya kuongeza nyege, kuna korosho, kuna chocolate, kuna nini, mnakula mkijua kwamba tunajipamba panga tena kwa raundi nyingine. Kwa hiyo raundi nyingine na kwa zamu yako wewe sasa ya kuchukua usukani na kumwambia mume wako, mimi ni mwanamke, ni msaidizi wako, now is my own time now to show how I can do. Umeona? Kwa hiyo huna haja ya kushuka sura eti kwa sababu mume wako amefika kwanza. Hebu mpe raha naye afike kwanza, sio kila saa unafika wewe tu. Jaribu kubadilisha labda, kwa sababu sio uhusiano utakuwa butu. Utakuwa butu. Uhusiano gani kila siku inajulikana kwamba wewe ndio unafika wa kwanza? Kwa hiyo mke mwema inategemea zaidi unavyolichukulia tendo la ndoa ili takatifu. Kwa hiyo inategemea unavyolichukulia. Kama wewe ni makini wa kutaka kulitenda tendo la ndoa vizuri, basi hadi sasa umenielewa ninachotaka kukizungumzia mwanane, umenipata vizuri kile ninachotaka kuzungumzia kwamba ninaelekea wapi. Sasa mke mwema, hebu tuzungumzie mkao wa kifo cha mende. Kweli mkao wa kifo cha mende ndio umekuwa ni mkao wa kila mwanzo wa kutaka kujua kutombana, kifo cha mende. Lakini kuja nikuambie mkao huu na una faida yake. Ni mkao wenye mitindo mingi. Kifo cha mende ni mkao wenye mitindo mingi ambayo haichoshi. Na inakuwezesha wewe mke kuwa in control na kuwa na uhuru wa kumfanyia mume wako mambo mengi kwa kutumia uke wako kuliko mikao mingine. Tuko pamoja. Sasa ninataka kusema hivi, usifanye kosa hili ili kosa usilifanye. Mke mwema, usilifanye kosa hili kabisa. Usikimbilia kitandani na kujilaza chale na kujipanua, hapana. Usikimbilie kitandani na kujilaza chali na kujipanua, hapana, hapana, hapana. Cheza na mume wako, mpe ile dozi inaitwa starters. Unajua starters? Unaijua starters? Starters ni ulaji wa aina ya nchi zilizoendelea. Hata kwetu Tanzania wapo watu wana hiyo huruka ya kula hivyo. Japokuwa tamaduni zetu sisi ukipangwa ugali hapo na mboga na nini mtindo moja kwa moja, hapana. Sasa kuna ulaji ule wa kuanza na starters kwanza, vinaanza kama supu nini. Sasa nakuja kuleta hiyo, naleta huo mfano kwenye masuala ya kutiana. Yaani yale maandalizi tunaita starters ama tunaita appetize. Kabla ya mlo kamili unampa mume appetize. Ukimbilii kitandani huyo kuru alafu unajipanua ukimbii kitandani, unampa ile cheza unacheza na mumeo. Mke mwema, haijalishi ni mizunguko mingapi siku hiyo mtaenda na mume wako, haijalishi mizunguko mingapi mtatombana na mume wako, haijalishi. Si unajua kuwa raha, kila bao lina raha yake? Kila bao lina raha yake. Kwa hiyo huna haja ya kuwa na hofu kwamba mwanamume leo mimi najua kwamba anapendaga 5 raundi 6, wala isikupe shida mke mwema. Ngoja nikuambie nini cha kufanya. Wala isikupe shida, wala isikupe tabu kabisa, kwa sababu kila bao kama na wewe utajishughulisha, kila bao lina raha yake. Sasa mke mwema, usijue kitu kingine ni hiki, usitake mume wako ajue nia yako ni nini unapokuwa unaenda kutombana. Asijue nia yako nini. Mara nyingi surprise zinakuwa nzuri. Unapaswa kumzingua na kumlaza yeye pale kitandani. Kwa hiyo mume wako analala pale kitandani bidada, na unaanza kumfanyia uchunguzi wa kina. Unamfanyia mume wako uchunguzi wa kina, basi utakuwa unasema Naomi unasema uchunguzi gani? Wamfanyia mume wako uchunguzi wa kina kwa kutumia mikono, vidole, matiti yako, mdomo, ulimi, mashavu ya uke wako, na hakikisha unagusa kila
kona ya mwili wa mume wako ambayo wewe unajua anapenda kuguswa. Unagusa kila kona ambayo unajua kwamba mume wako anapendwa kugusa, yani kila kona unamgusa. Rosemary, karibu. Nilikuwa nakusubiri hivyo. Baada ya hapo, jilaze pembeni yake, na kumvuta ili aje juu yako. Njia rahisi. Yani leo niko hapa kwa kufundisha jinsi ya kukata kiuno, kwa sababu wengi hawajui, na wala huna haja ya kwenda mitaani ukawatafuta wakunga wasiomjua Mungu wakufundishe. Hata sisi, hata mimi kwa kweli siwezi kudanganya, siwezi kukufundisha eti mimi na wewe tumekaa na kufundisha pale, hapana. Nitakupa theory, na ukifanyia kazi hiyo theory, wengi waliofanyia kazi theory zangu wameweza kufanya. Nina shuhuda nyingi. Wengi waliofanyia theory zangu wanaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo huna haja ya kwenda kudhalilisha wokovu wako unaenda mitaani, kwa sababu ngoja nikuambie kitu kimoja. Naomba nifike hapo nizungumze kitu kimoja. Kuna kitu kimoja kinasema hivi katika Mhubiri, unapochimba shimo utatumbukia wewe mwenyewe, na unapobomoa boma nyoka atakuuma. Katika ndoa yako unahitaji ulinzi wa Mungu, na katika eneo la tendo la ndoa wahitaji ulinzi wa Mungu. Kwa hiyo uwe mwangalifu sana masomo au mafunzo ya tendo la ndoa unayapata wapi. Yani ni muhimu, na anaye kufundisha ana madhabahu gani ndani mwake, ama ni roho gani ambayo iko ndani mwake. Yani ni muhimu sana. Ni muhimu kwa sababu ndoa yako ni agano. Yani ni muhimu. Na ndio maana Mungu sasa hivi anainua wanawake wengi na wanaume wengi waliookoka kufundisha eneo hili. Ni uvuvio kabisa. Siko peke yangu, wako wengi na wewe unajua. Unajua kwa nini sasa hivi kipindi kimekuwa hivyo? Ni kwa sababu Mungu anawalinda watoto wake. Kama Yesu alivyosema katika neno lake, kama alivyosema katika Efeso, ya kwamba Yesu analisafisha kanisa lisiwe na mawaa. Ndio hivi, masomo kama haya nyeti, Mungu anaweka watoto wake wenyewe ndio waweze kuwafundisha watoto wao. Kwa sababu roho iliyomo ndani mwa mtu anayefundisha ni ya muhimu sana. Kwa hiyo roho ya mtu anayefundisha ni lazima awepo Roho Mtakatifu ndani umo kufundisha. Sasa si ukukatazi, uamuzi ni wako, lakini neno la Mungu linasema anayechimba shimo ataingia mwenyewe, na anayebomoa boma nyoka atamuuma. Kwa hiyo ina maana boma ni ulinzi wa Mungu. Ukiondoka katika ndoa yako eti kwa sababu umeenda kutafuta kufundishwa au kukujinza kukata kiuno na mtu asiyeamini, maisha yake yamejaa nguvu za giza, kwa hiyo kile kilichomo ndani mwake anakihamisha kwako wewe. Umeona? Kwa hiyo tuwe waangalifu mno. Ni sawa sana sadaka yako unatoa kwenye madhabahu gani. Kwa hiyo muda wako wa kujifunza nao ni sadaka mbele za Mungu, kwa sababu umeyasimamisha yote na umeamua kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali mpumbavu udharau heshima na adabu. Kwa hiyo ninapenda kutoa onyo ndugu zanguni. Usiwe na wasiwasi, kiuno utakielewa tu. Hii theory inaenda kukufundisha hapa, utaelewa. Na mume wako ndio mjifunze pamoja. Nitakufundisha namna gani wewe na mume wako mtajifunza pamoja. Yani wewe na mume wako mjifunze pamoja. Mungu ameweka kitu cha ajabu sana kwenye kiuno. Yani huna haja ya kufundishwa na mtu. Mimi sikufundishwa na mtu. Una haja ya kufundishwa na mtu. Kuna misuli katika kiuno. Endapo mume wako atapatia kwenye ile eneo la kisimi, akalipatia ile eneo vizuri, jinsi ya kulitomasa lile eneo, ile misuli automatically huwa inafanya kiuno kinaanza kuzunguka. Ila sasa jinsi ya kukikontrol ni juu yako wewe, kwa sababu ile misuli inakwenda zagalabagala. Kwa hiyo sasa inapokuwa kwa sababu ile misuli kile kinembe kinapokuwa kimetekenywa kifikia kipindi fulani, kinatutumka na chenye huwa kinasimama, kinakuwa kigumu. Sasa kinapotutimka ni dalili kwamba ile mishipa, ile misuli imeanza kumwaga damu kwa kasi, kwa sababu wewe unajua kwa nini unasikia utamu? Unasikia utamu kwa sababu damu ina flow. Damu yako ina flow kwa kasi kwenda eneo la uke wako. Uone Mungu alivyokuwa wa ajabu. Yani Mungu ni wa ajabu mno.
hivyo ndivyo alivyoumba. Sasa usipojua mwili wako, usipojua maarifa kama haya, utakuwa unakaa tu kama gogo au unakurupuka, unaenda kujifunza kwa watu wasiojua. Unajua kwa nini nakwambia hivi? Ukisoma katika neno la Mungu, pale ulipokuwepo maongezi kati ya shetani na mwanamke, shetani alivyomuonyesha ule mwanamke kuhusu ule mti, neno la Mungu linasema kwamba mwanamke aliuona ule mti wafaa kwa yani maarifa yake wafaa, yani macho yake aliona ule maarifa yanafaa, lakini yale maarifa hayakuwa mema. Si maarifa ambayo Mungu anataka yajue mwanamke. Umeona? Kwa hiyo ndivyo ninavyokuambia. Linaweza kuwa ni jambo jema lakini ni sahihi, lina ubaya ndani mwake. Kwa hiyo Mungu hataki ule mti wa matunda ya mema na mabaya. Kwa hiyo tuwe waangalifu katika hilo eneo. Sasa anapokuwa kitandani mume wako, unaukalia ule uume wake na kuhakikisha umeingia vya kutosha ndani yako. Naomba unisikize kwa makini. Leo nitazungumza hatua tofauti. Kwa hiyo inabidi unisikize kwa makini sana. Kama utanielewa hapa, rudia hii live video isikilize tena. Nimesema hivi, nilipokuwa nikizungumza kwamba usikurupuke kwenda kitandani afu ndani unajipanua. Mchezechezee mume wako. Unayo matiti yako, una ulimi, unazo lips, unazo mikono dada. Mchezee mume wako kila eneo ambalo unajua kwamba mume wako anapenda kuchezewa. Na ndio maana nikasema sio wote wanapenda kunyonywa mboo, sio wote. Kwa hiyo lazima umuelewe mume wako anapenda vitu gani. Baada hayo ukalie mume wake na hakikisha umeingia vya kutosha ndani yako. Alafu jilaze full juu yake bila uume kuchomoka. Unajilaza full juu yake bila uume kuchomoka. Yani upo ndani ya uke wako. Kisha umkumbatie alafu ujibingilishe na